Mahusiano ya kimapenzi na ndoa si tu muunganiko wa watu wawili, bali pia ni muunganiko wa fikra, hisia, mitazamo na matarajio ya kimaisha. Mtazamo wa mtu kuhusu mwenza wake, changamoto na mustakabali wa uhusiano wao vina nafasi kubwa katika kuamua uimara au udhaifu wa mahusiano husika. Mtazamo hasi au mawazo ya kukata tamaa, kwa maana ya pessimism, hujenga taswira ya kuona matatizo zaidi kuliko fursa, kushindwa kuona juhudi za mwenzako na kuamini kuwa uhusiano hauwezi kuboreka. Kadri ya muda, mitazamo hii huathiri mawasiliano, hisia, uaminifu na mshikamano wa wanandoa au wapenzi. Leo tena kwa mara nyingine tunakutana kwa ajili ya kujadili kitaalamu hoja 5 zinazoonesha namna mtazamo hasi unavyoweza kuharibu mahusiano ya kimapenzi na ndoa. Karibu sana. Tutambue kwamba mtazamo hasi hujenga mazingira ya kutokuaminiana na hofu ya kudumu. Mtu yeyote yule mwenye mtazamo hasi katika mahusiano ya kimapenzi huishi kwa matarajio mabaya hata kabla tukio lolote lile baya kutokea. Huamini kuwa mwenza wake anaweza kuwa msaliti, kumuumiza au kushindwa kutimiza wajibu wake. Hali hii baadaye husababisha mashaka ya mara kwa mara, ufuatiliaji usio wa lazima na kutafsiri vibaya maneno au matendo ya mwenza wake. Badala ya kuamini na kujenga usalama wa kihisia, uhusiano katika mazingira kama haya hugeuka kuwa uwanja wa hofu na tahadhari. Na kadri hofu inavyoongezeka ndivyo uaminifu unavyopungua, jambo linalodhoofisha sana msingi wa mahusiano ya kimapenzi na ndoa. Lakini pia mawazo hasi huharibu mawasiliano ya kimahusiano. Kumbuka kwamba mtazamo hasi huathiri namna mtu anavyozungumza na kusikiliza katika mahusiano. Sasa mtu mwenye mtazamo hasi huongea kwa lawama, shutuma na maneno ya kukatisha tamaa, huku akiamini kuwa mawasiliano hayataleta suluhisho lolote lile. Aidha, anaweza kukusikiliza japo kwa mashaka, huku akitafuta kosa badala ya kuelewa ujumbe anaofikishiwa. Hali hii hufanya mawasiliano ya wanandoa au wapenzi kuwa chanzo cha migogoro badala ya daraja la kuelewana. Na kwa kadri ya muda, wahusika huanza kuepuka mazungumzo ya kina, hali inayoongeza umbali wa kihisia na kupunguza ukaribu katika mahusiano. Jambo la 3 ni kwamba mtazamo hasi hupunguza hali ya heshima, kuthaminiana na upendo wa kihisia. Katika mahusiano ya kimapenzi na ndoa, kuthaminiana ni chanzo kikuu cha kuimarisha mapenzi. Hata hivyo, mtu mwenye mawazo hasi huwa na tabia ya kuona mapungufu zaidi kuliko mazuri ya mwenzake. Na juhudi ndogo zinazofanyika mwisho wa siku zinaweza kuonekana hazina maana, na makosa madogo madogo tu huonekana makubwa kupita kiasi. Kwa hiyo hali hii huweza kusababisha kubeza, kukosoa mara kwa mara na kupunguza heshima. Na kadri kuthaminiana kunavyopungua, ndivyo upendo wa kihisia unavyodhoofika na mahusiano huanza kupotea ladha yake na mvuto wake wa awali. Na kadri kuthaminiana kunavyopungua, ndivyo upendo wa kihisia unavyodhoofika na mahusiano huanza kupoteza ladha na mvuto wake wa awali. Jambo la 4 ni kwamba mawazo hasi huzuia msamaha na huendeleza chuki ya muda mrefu. Msamaha ni nguzo muhimu katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi. Hata hivyo, mtu mwenye mtazamo hasi huwa na ugumu mkubwa sana wa kusamehe, kwa sababu anaamini kuwa makosa yatajirudia au mwenzake hatobadilika kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, kila kosa huchukuliwa kama uthibitisho wa dhana hasi aliyoijenga hapo awali. Na hali hii hujenga kumbukumbu za maumivu, lawama zisizoisha
na chuki ya ndani. Sasa bila msamaha wa dhati, mahusiano haya yanaweza kugeuka kuwa mzigo wa kihisia unaokosa amani, ukaribu na furaha ya pamoja. Mwisho ni kwamba mtazamo hasi huwa unapunguza matumaini na juhudi za kudumisha ndoa au mahusiano. Mahusiano ya kimapenzi na ndoa yanahitaji matumaini, subra na juhudi endelevu. Sasa mtazamo hasi humfanya mtu kuamini kuwa hakuna kitakachobadilika hata kama akijitahidi kiasi gani. Hali ambayo hupunguza motisha ya kutatua migogoro, kuboresha mawasiliano au kujifunza namna bora ya kuishi na mwenzako. Badala ya kuona changamoto kama sehemu ya ukuaji wa ndoa, huonekana kama ishara ya mwisho wa uhusiano. Hatimaye mmoja au wote wawili huanza kujiondoa kihisia na ndoa au uhusiano kuvunjika taratibu bila hata migogoro mikubwa na ya wazi kutokea. Kwa ujumla, mitazamo na mawazo hasi ni miongoni mwa sababu kubwa zisizoonekana moja kwa moja, lakini zenye madhara makubwa sana katika mahusiano ya kimapenzi na ndoa. Mtazamo hasi huathiri uaminifu, mawasiliano, heshima, msamaha na matumaini, ambavyo vyote kwa pamoja ni nguzo muhimu za mahusiano imara. Kwa hiyo, ili kulinda na kudumisha mahusiano yenye afya, wanandoa na wapenzi wanapaswa kujenga mitazamo chanya, kujifunza kudhibiti mawazo hasi na kuwekeza katika mawasiliano na uelewa wa kihisia. Kumbuka kwamba ndoa bora haijengwi na watu wakamilifu, bali na watu wenye mtazamo wa kukua pamoja licha ya changamoto.